Haleluya. Nijisikia tuongee kidogo tu tuweze kuendelea na ratiba zingine. Leo napenda tujifunze kichwa cha somo ambalo litakuwa neno la mwaka huu, kwa mwaka ujao, kwa washirika, ambalo ni ili somo ni ili neno tulilosoma. Nasema kichwa cha somo kinasema kusudi la Kristo kuja ni ili kuzivunja kazi za shetani. Haleluya. Kusudi la Kristo kuja duniani ni ili azivunje kazi za shetani. Kama nilivyosema, sitahubiri, nitaongea kidogo watu wapate brief, angalau muktasari kidogo wa neno letu la mwaka, neno la usharika mwaka 2026. Kwa washarika na wasi lipokee. Nataka nikufundishe kidogo namna ya kulitumia ya kusaidia mwaka 2026 kwa imani. Haleluya. Kuanzia Januari litabandikwa kwenye makanisa yetu yote na tutasimama kulikiri. Sasa vizuri ukalielewa kidogo. Haleluya. Kwanza Yesu amekuja ili ajaribu kazi za shetani. Ni nini kazi ya shetani? Kazi ya shetani nitakutajia. Kazi of course ni moja tu. Kuua kabisa, kuua kimwili na kiroho, ndio kazi ya shetani. Lakini kwa kuchambua, namba moja, kazi ya shetani ni kujaribu, kushawishi, kuchochea ama kuhimiza watu kutenda dhambi. Kazi ya shetani kubwa kabisa ya kwanza ni kujaribu. Anajaribu kukuingizia dhambi. Ukishtuka anakushawishi. Ukiwa mgumu anakuletea vichochezi. Ukiwa mgumu anakuhimiza kwa kila hali ili utende dhambi. Imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Mwanzo 3:1 mpaka 6. Biblia inasema hivi: na nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti wa bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani tunaweza kula. Unaona, amemjaribu kwanza. Mama akaonyesha msimamo, akasema hapana, tujaambiwa tusile yote, tunaweza kula, lakini matunda ya mti wa katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hapo anafanyaje? Anamshawishi, hamtakufa. Akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Anamchochea sasa. Biblia inasema mstari wa 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti unafaa kwa chakula, wapendeza machoni, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa mumewe naye akala. Hii ndio kazi ya shetani. Sasa then dhambi ikaingia. Baada ya dhambi sasa ni mauti. Kwa kazi ya kwanza shetani anafanya ni kutushawishi, atutoe kwenye uwepo wa Mungu, atutoe kwenye ibada, atuingize kwenye vita vya sisi kwa sisi, atuingize kwenye uovu. Alafu tukitembea kwenye ule uovu, mshahara tutaupata huko, wala hata usika tena. Ukishaingia kwenye dhambi utakutana na chako huko mbele ya safari. Chako nini? Mauti, uharibifu, hasara, mikosi, kila aina sasa ya changamoto, kwa sababu wewe unakuwa ni mlango wazi kwa kila jambo baya kuingia, kwa sababu hauna kinga, kwa sababu kinga ni Kristo akiwa ndani yako. Hope of glory, Kristo ndani yangu, tumaini la utukufu. Biblia inasema Yesu akiwa ndani yangu, ni nani aliye juu yangu? Biblia inasema aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wao. Sasa kinachomuondoa huyo mtu ndani, hiyo spiritual person, huyo mtu wa roho ambaye ni Kristo, kinachomuondoa ni dhambi, au isipomuondoa inamfifisha nguvu.
Kwa hiyo unakuwa tu ni mwepesi wa kupigwa kwa magonjwa na mabalaa kama hayo. Namba 2, kazi ya shetani ni kudanganya. Devil is a liar. Yohana mlango wa 8 mstari wa 44. Kazi ya shetani ni Yohana 8:44. Yohana 8:44 Biblia inasema hivi. Yohana 8:44 Biblia inasema hivi. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Kazi ya shetani ni kuingiza uongo. Uongo ukishaingia mahali ndio kufitiana, kukasirishana na kuharibiana biashara, kuharibiana kazi, uongo kuchocheana mabaya. Unaenda huko unakuta mtu kashakufitini, unashangaa umefukuzwa kama mbwa. Ukifuatilia kuna uongo umepita hapo. Mtu anasema uongo, unanyanyuka na panga unaenda kuchinja mtu, ukija kufuatilia unakuja kujikuta ni kitu cha uongo. Baba wa uongo, shetani. Kazi ya 3 ya Ibilisi ni kushtaki. Lakini kwa habari ya uongo pia imeandikwa kwenye Ufunuo mlango wa 12 mstari wa 9. Ufunuo 12:9 Biblia inasema hivi. Ufunuo 12:9 Biblia inasema hivi. Roho Mtakatifu msaidie. Ufunuo 12:9 Biblia inasema hivi. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Baba wa uongo, nyoka Ibilisi anayedanganya ulimwengu. Toa kafara, nenda kwa mganga, unadanganya sijui mpe, hautatoa tena mwingine, toa tu mtoto mmoja upate hela. Unadanganywa na Ibilisi ili kuangamizwa. Kwa hiyo wapendwa wa Kristo na wapendwa wa sharika, you have to be smart. Uwe smart, usidanganyike. Hallelujah. Usidanganyike, lakini jitahidi usidanganye, kwa sababu ni kazi ya Ibilisi na uongo unaleta uharibifu. Kazi ya 3 ni mshtaki, and this is mostly, hii ndio kazi inayompa sana Ibilisi nguvu. Kazi ya kushtaki. Ufunuo mlango wa 12 mstari wa 10 Biblia inasema hivi, kushtaki. Shika hilo, kushtaki. Ufunuo 12:10 Biblia inasema hivi, mantala agres ketolia ba agash kalonte li agro. Nikasikia sauti kwa mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na malaika wa Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Ni malaika wanaongea, na malaika wanatuita sisi ndugu. Anasema shetani ametupwa mshtaki wa ndugu zetu, yeye ashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Shetani anatushtaki mbele za Mungu. Hapa juzi nikiwa kwenye maombi, Mungu aliniambia tunahitaji kuombea mambo mawili kwa mzigo juu ya washarika. Jambo la kwanza maagano, alafu jambo la pili laana. Roho Mungu akaniambia hivi, maagano yanaleta mashtaka mbele za Mungu. Yaani shetani anakuja anasema huyo bwana alishasemaga yeye kazi hataki, bora olewe zake. Sasa unapopata kazi wewe ukumbuki kwamba ulishakataa kazi. Kwa shetani anakuja mbele za Mungu anamwambia huyo alishasema hataki kazi, mbona unampa kazi? Tunasema shetani anakuja anashtaki, anasema huyo alishasema hataki kuolewa, anataka kuzaa watoto wawili. Mbona sasa unataka kumpa tena mume? Anashtaki. Shetani anakuja, huyu bwana mamake alishamkabidhi kwenye madhabahu zetu na tukafanya maagano. Mungu, mbona unataka kumtumia huyu kwenye madhabahu yako? Huyu ni wa kwetu. Kwa hiyo ulimwengu wa roho, nilikuwa namsikiliza mchawi mmoja ambaye alikuwa ni mchawi. Of course sio mchawi tena, alikuwa ni mchawi kwa Uganda, ambaye tangu kuzaliwa alikuwa ni mchawi. Akasema wakati kanisa moja linaomba, lile kanisa limewatesa, walipewa kitabu chenye kurasa sijui 1000 ngapi kumuhusu yule mchungaji na kanisa lake, ili wapate mahali pa kumshtaki. Hallelujah.
Tafsiri yake, ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba tunashtakiwa na Ibilisi kila wakati. Alimshtaki Ayubu mbele za Mungu, akimwambia kwa nini unambariki huyo Ayubu? Kwa nini? Akashtaki. Asa mashtaka hayashindwi kwa shindwa kwa jina la Yesu. No, ni kesi. Tunaenda mezani, tunazungumza kesi. Mwenye ushahidi wa kutosha anashinda, asiye na ushahidi anashindwa. Asa ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza wanakuja na mashtaka na ushahidi kwamba mtoto wako hapaswi kuoa, mtoto wako hapaswi kuolewa, biashara haipaswi kwenda, hii ndoa lazima ivunjike kwa sababu tuna historia ya baba yake na mama yake na hapa lazima hivi. Sisi tutaingia bwana, sisi ni kensa, tutaingia. Hatuna cha kutuzuia kwa sababu babu yake hatukuzuiliwa na mtu yote, tulimpeleka. Bibi yake hatukuzuiliwa na kitu chochote, tulimpeleka. Mama yake hatukuzuiliwa na kitu, tulimpeleka. Na yule tunapeleka. Nani anataka kutuzuia hapa? Haleluya. Sio umeelewa? Tumeelewa, nipungie mkono. Nielewe basi na uwe smart. Chukua hicho, chukua kitu cha Roho Mtakatifu cha kusaidia. Haleluya. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa makini. Hata kama kwako ni shwari, angalia ni wapi ambapo adui anaweza kushtaki. Then orodhesha hayo mashtaka. Anza, nitakufundisha. Roho Mungu alifundisha jinsi ya kuomba. Akasema hivi, kata rufaa. Niko naomba, nasikia Roho Mungu anifundisha. Anaambia unapoona mashtaka yanakuwa mengi, kata rufaa. Siku moja nilikuwa nafanya maombi kata rufaa, mpaka nilikuwa najisikia raha ninapoomba. Nilikuwa nasema kwa jina la Yesu na kata rufaa. Kesi yangu haitasikilizwa na wachawi. Kesi yangu haitasikilizwa mbele za waganga. Kesi yangu haitasikilizwa sio mbele za nani. Na kata rufaa. Kesi yangu naenda kuisikilizishia pale mahakama ya mbinguni. Kesi yangu naenda kusikilizishia pale chini ya msalaba. Maana pale najua nitapata haki, na kama sina haki nitapendelewa na Bwana. Haleluya. Haleluya. Nisikilize na uweke moyoni, na kuhakikishia hichi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, ni fresh, bado cha moto moto. Kwa hiyo unapogundua kwamba kuna mashtaka, hayo mashtaka huwezi kukemea. Kama mashtaka huwezi kuomba. Hayo mashtaka ni ya kuyapeleka kukata rufaa. Kwa sababu wanaoshtaki wanaenda kushtaki kwa waganga wa kienyeji. Wanaoshtaki wanaweza kushtaki hata mbele za Mungu, lakini ni wachawi. Sasa kesi ya nyani ni ngumu kufanikisha kwa ngedere. Kwa hiyo unasema twende Yesu atasikilize. Yesu anasikiliza. Mnasemaje? Huyu bwana mchungaji huyu tunataka tumuondoe bwana. Kwa nini? Alifanya hichi. Yesu anaangalia. Sasa Yesu anakupenda wewe, hampendi shetani. Anasema okay. Haya basi, nimemnunua kwa damu yangu. Nendeni, nitalipa mimi. Nilishalipa pale msalabani, unatoka salama mbele ya mahakama ya Mungu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo shetani ni mshtaki. We have to know that. Tunahitaji kujua hili. Na tujue namna ya approach mahakama ya ulimwengu wa roho. Tujue hizo mahakama ziko wako wachawi wanaotoa judgment juu ya watumishi wa Mungu. Wako wachawi wanaotoa hukumu juu ya wanandoa fulani. Wako wachawi, waganga na washirikina na mizimu inayotoa hukumu. Sasa toa kesi yako kule. Sema ninaitoa kesi yangu katikati ya mizimu ya yuko. Naipeleka kesi yangu mbele za madhabahu ya Bwana. Haleluya. Na uipeleke na sadaka, tunashinda. Haleluya. Roho Mungu akaniambia tukiwa serious tunashinda. I wish unielewe. Unajua maana kuna saa nyingine unahubiri alafu unatamani wewe ndio ungekuwa unakaa huko unahubiriwa. Kama mnaelewa nipungie huko. Amen. Thank you. Kazi ya 4 Ibilisi. Of course nimekutajia kwenye kushtaki ni Ufunuo 12:10, lakini kuna ile waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5 mstari wa 6 ambao unasema kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi ni kama simba angurumaye. Mshtaki wenu Ibilisi. Namba 4 ni kupinga kazi ya Mungu. Kupinga. Shetani kazi yake ni kupinga. Kila kinachotaka kunuka hivi kinachomtukuza Mungu ni kupinga. Sasa kazi ya Mungu sio hii ya huku tu sijui kanisani. Pale nyumbani unataka kufanya kitu chochote ambacho kitarudisha utukufu wa Mungu, anapinga. Mtoto anasoma anaenda vizuri na ni mcha Mungu, anazuiliwa. Kwa kitu chochote ambacho Mungu atapata utukufu, kazi ya shetani ni kuzuia.
Kwa ziko roho zipingazo hatua zetu. Lakini hoja ni nini? Ina maana vifungo ambavyo adui anavyotufunga kwenye ulimwengu wa roho, huwezi kuchomoka mpaka uende deep, uweze kuona ni wapi ulifungiwa, kama ni mama, kama ni baba, kama ni bibi, kama ni babu, ili ujue utasimama kwenye zamu lako namna gani, na wewe uweze kuendelea mbele. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo kazi ya shetani ni kuzuia. Ni wangapi tuko hapa tumezuiliwa? Ni mabilionea wangapi wako hapa wanaomba chumvi kwa jirani? Ni wafugaji wangapi wakubwa wako hapa wanaomba mayai kwa jirani? Maisha yetu tunayoishi ni matokeo ya spiritual battle, ya vita vya rohoni, na matokeo yake yanaonekana kwa jinsi unavyoishi. Kama umeshinda utaonekana, kama umeshindwa utaonekana. Wapendwa rafiki zangu, mwaka 2026 Roho Bwana ameniambia kwamba kila mtu ambaye atakuwa serious, kazi ya Yesu akishuka nyumbani zako ataziharibu kazi za ibilisi. Haleluya. Akishuka kwenye biashara yako ataharibu kazi za ibilisi. Akija kwenye ndoa kazi za ibilisi zitaharibika. Akija kanisani kazi za ibilisi zitaharibika, na kanisa letu tutalimaliza. Maana hata kukua kwa kanisa shetani anazuia. Anatakiwa mtu mmoja ambaye ataweza kwenda serious ili ajue hizo password na hizo kodi na hivyo vifungo hivi, watu wa Mungu waachiliwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 18, Biblia inasema hivi: kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, na mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akanizuia. Kalabashate. Tulitaka kuja kwenu. Unajua unasema Mungu anainua mtu, kama ile mtu anataka amsaidie mtoto wake, kuna kitu kinamzuia from nowhere. Kuna saa mtu anakuitia kazi, ukifika tu inakukwepa from nowhere. Kuna saa unasikia hamasa ya kuomba, alafu ukifika ile siku unasema acha niirishe niombe wiki ijayo. Kuna watu wawili wanataka kufunga ndoa, wakitangaza tarehe wakisema tufanye mwezi wa 3, mwezi wa 3 ukifika wanagombana. Maandiko yanasema nilitaka kuja kwenu lakini shetani akanizuia. Na aliyezuiliwa sio mlevi, aliyezuiliwa sio mshirikina, ni mtumishi wa Mungu Paulo. Ikiwa shetani anaweza kumzuia Paulo asitimize kusudi la Bwana, wewe na mimi ni nani? Kuna sasa shetani anatuzuia. Tunahitaji kujua hilo na tujue namna ya kwenda kwa Bwana, na kama hatuna haki, hatuna nguvu, tuna nafasi ya kukata rufaa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Tusizuiliwe. Sema kwa jina la Yesu, sitazuiliwa tena. Kwa jina la Yesu, sitazuiliwa tena. Kwa jina la Yesu, vizuizi vyote vinavyozuia hatima yangu vitaondoka na nitazitimiza ndoto zangu kwa jina la Yesu. Kwa msaada wa Bwana nitatenda mambo makuu. Haleluya. Na kuonea wivu wewe mtu ulioko hapa ibadani sasa hivi, kwa sababu kuna kitu kikubwa Mungu anakupa cha mwaka 2026. So be serious. Be serious. Namba 5. Kuharibu na kuangamiza. Kazi ya shetani, kuharibu na kuangamiza. Yohana 10:10, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Raha ya shetani ni kila kitu kiharibike tu. Ukija hivi kuku zimekufa, ndio raha ya shetani. Ukifanya hicho kimeharibika. Ndio hata TV kupasuka tu. Yaani kuna roho ya uharibifu inaweza kukuandama mara kichekini. Hivi unajua kuna mtu ambaye ukifika nyumbani kwake hakuna kitu ambacho hakina kreki. Ukifika nyumbani ukicheki hivi kanisa limekata nani? Nyumba imekata ufa. Ukicheki simu yako unakuta mara screen mzee imepasuka, ina marangi rangi. Tukija hivi vikombe vyote hamna kikombe chenye mpini. Aya. Alafu hujawahi kujua kama ni jambo la kiroho, nachukulia poa, lakini kila kitu unachokishika lazima kipate itilafu. Ukiwasha TV namna hii unashangaa TV yenyewe mzee mchele mwingi. Kuna roho ya uharibifu inaweza kumwandama mtu. Yaani wewe chochote tu cha kwako kiharibike. Hiyo ni roho ya yule mwovu ibilisi. Ndugu zangu na rafiki zangu, pata hiyo knowledge. Mwambie Mungu nifundishe.
namna ya kulitendea kazi. Mfundishe namna ya kutendea kazi hii sauti yako. Namba 6, kuleta magonjwa na mateso. Ayubu 2:7. Kazi ya shetani. Kabla ya Ayubu 2:7, Luka 13:16. Luka 13:16. Kazi ya shetani kuleta magonjwa na mateso. Makosha bila barasa. Luka 13:16, Biblia inasema hivi. Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahim, ambaye shetani amemfunga miaka 18. Hii haikupaswa kufunguliwa kifungo hiki siku ya Sabato. Mwanamke amefungwa na miaka 18. Yule mwanamke Biblia inasema mstari wa 10, siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi moja hapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyoosha kabisa. Yaani miaka 18 mwanamke kiko tu hivi. Sasa inawezekana hata kuolewa. Unajua mwanaume mpaka aje akubali kuoa mtu ameinama hivi. Kwa sababu yenyewe kama umesimama afu hujaja vizuri bado ni shida. Je, huyo aleinama hivi? I'm joking, tuachane naye. Kwa hiyo mama miaka 18 yuko kwenye mateso. Nenda mfunga shetani. Hataki afunguliwe. Magonjwa. Ayubu mlango wa 2 mstari wa 7. Roho Mtakatifu nisaidie nimalize. Ayubu 2:7. Hivi tunaelewana au mmeshaniacha mmelala zenu? Kama tuko pamoja. Thank you. Ayubu 2:7. Biblia inasema hivi. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu kwa majipu mabaya, tangu uwayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Upigwa kwa majipu mabaya. Sasa naambia kitu. Kuna ugonjwa unakuja hapo nyumbani wa kufilisi familia. Kuna ugonjwa unakuja hapo nyumbani wa kuvunja ndoa. Kuna ugonjwa unakuja hapo nyumbani wa kuvuruga, wa kuharibu kazi ya mtu. The moment umeumwa, ndugu yangu, anzia madhabahuni kabla kukimbizana hospitalini. Magonjwa ni silaha ya kuzimu. Na mimi tunaye natakiwa niwaombee washarika wasiumwe, kwa sababu mkiumwa haya yote tunapanga hayatatokea. Kwa kuwa neno la mwaka ni Mungu amemdhihirisha Kristo Yesu ili apate kujaribu kazi za shetani, na magonjwa ni moja ya kazi za shetani. Kwa hiyo andika na ukashuhudike. Kwa hiyo sasa wewe ambaye umwi, kataa, sema kazi zote za ibilisi alizopanga. Kama amepanga kunipiga kwa ugonjwa mwaka huu, kataa. Zile dalili ninazozisikia na zikataa, sina shida. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani, na imani inaumbwa kwa kukiri. Namba 7. Kuwafunga watu kwa nguvu za giza. Kazi ya shetani, kuwafunga watu kwa nguvu za giza, vifungo. Matendo ya Mitume 10:38. Nahitaji kumaliza. Matendo ya Mitume 10:38. Hii sasa sifafanui tena, maana nataka nimalize. Matendo ya Mitume 10:38. 10:38 Biblia inasema hivi. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akamzunguka huko na huko. Naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema ya kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Hiyo ni breakthrough. Ni mstari wa mpenyo. Ukiwa unaomba unasema, Mungu, kama ambavyo Kristo alizunguka akiponya na kufungua watu, na mimi nifungue. Timotheo wa pili mlango wa 2 mstari wa 26. Timotheo wa pili mlango wa 2 mstari wa 26. Timotheo wa pili mlango wa 2 mstari wa 26. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi, ambao hao wametegwa naye na kuyafanya mapenzi yake. Namba 8. Kazi ya shetani, mafundisho ya uongo.
mafundisho ya uongo. Imeandikwa kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 11 mstari wa 14 mpaka 15. Shetani ameinua watumishi ambao kula yao ni wapate wajinga, wahubirie, watishe, wapulize, waanguke, waingizie mapepo. Ndugu yangu, be smart. Asiyekuwa makini rafiki yangu. Kuwa makini na kitu inaitwa mtumishi. Hapa sitaki kuongea sana sije kamtenda dhambi Mungu kwa kuwasema vibaya watumishi wenzangu, kwa sababu ni kazi kumjua wa kweli na wa uongo. Ila wa uongo ni wengi. Sasa hivi inawezekana ni wengi kuliko wa kweli. Kwa hiyo kuwa makini na mtumishi. Mtumishi anakufilisi kabisa. Unafilisika. Nimesema subiri sana hapo. Na mwisho, kupofusha watu macho wasione. Mwaka 2026 usikubali kupofushwa macho. Usipuuze ndoto unayoota. Mimi nakuhubiria hivi kwa ujasiri kwa sababu Mungu alisemesha, akanionyesha na nikapata confidence, nikapata ujasiri. Na ninapohubiri na unajua sisi tukiwa hapa madhabahuni, kama mtu unajua kujiconnect na mbingu, kama unaongea pumba unajisikia kabisa kwamba hapa hamna kitu. Kama unaongea kitu ambacho unajisikia kabisa kwamba kuna kitu na deliver. Hata kama watu hawakuelewi, wewe unaweza kufeel kabisa kwamba niko sahihi. Lakini hata kama watu wanakushangilia, roho mwanza kukusikiliza kabisa hapa unachohubiri hapa unawalisha watu matango pori. Sasa ili uweze kumpusha mtu mahali, inahitaji uweze kusikia kutoka kule juu, uweze kuona kutoka kule juu. Ili uweze kuiponya kazi yako, inatakiwa wakati mtu anakuloga, ukifika kazini usikie shida kabisa kuingia, useme mbona najisikia kukosa amani tangu nimefika hapa. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Uko wapi mchungaji? Samahani baba, naomba uniombee, tani nimefika hapa kazini. Sijisikia amani, najisikia tu uniombee. Huyo mtu hajapofuka macho, kwa sababu mbingu zinamsemesha kuna kitu hakikasaa. Maana yake ukamatu kwenye mtego wa adui. Tuote ndoto ukiamka upate muda wa kuitafakari, maana yake wewe bado sio kipofu, bado sio kiziwi. Una uwezo wa kupata signal za ulimwengu wako wa roho juu ya mambo mema au mabaya yanayokabili. Kazi ya shetani ni kuzuia usisikie. Na alitokea jambo lolote duniani bila Mungu kumfunulia mtu. Changamoto ni anayefunuliwa, je, anasikia? Na kama anasikia, je, anaelewa? Na kama anaelewa, je, yuko willing kufanyia kazi? Na sisi wote hatuhitaji mtume wala nabii. Tunahitaji tu kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Bwana aseme na sisi wenyewe kwa wenyewe. Haleluya. Haleluya. Mtume wa kwanza na nabii wa kwanza ni wewe. Mimi. Hata Mungu akinisemesha kitu juu yako, nikikwambia, kama usipofungua masikio yako rohoni, hutapokea. Kwa njia nzuri ya Mungu kufikisha ujumbe ni wewe mwenyewe kwanza. Kwa sababu hata madhabahu ikikusemesha utapinga. Hasa kile kitu inachokusemesha kama kikiwa kinapingana na wewe. Kwa hiyo anayeweza kusikia ni yule ambaye amechagua kumsikia Bwana. Atamsikia hata kutoka katika midomo ya mlevi. Haleluya. Funga macho tuombe. Baba, umesema kwa habari ya kazi za ibilisi na umetufunulia kwamba ndilo kusudi lako Kristo Yesu kuja kuzivunja kazi za ibilisi. Tufundishe kutembea na wewe vizuri ili hizo kazi za ibilisi zisifanikiwe kwenye maisha ya mtu binafsi, kwenye maisha ya mtu kama familia, kwenye eneo la kazi la mtu, juu ya afya ya mtu. Ninaomba Roho yako Bwana amfunulie kila mtu kuelewa hichi na kukifanyia kazi ili aweze kukabiliana na yanayoamriwa ama yanayopangwa kwenye ulimwengu wa giza kinyume chake. Bwana, achilia roho ya maombi juu ya kanisa. Tufungue macho na masikio, tusitembee kama vipofu, tusitembee kama viziwi wasiosikia, na tupate neema ya kuzielewa signal zako na kuzifanyia kazi katika jina la Yesu. Amen. Engare Nairobi, engare kijito cha maji.